Hi everyone, it's your girl Rezaki Travis. Welcome to my channel. If you are new here, don't forget to subscribe, jingling the notification bell so that it can notify you wherever I post my next video. And if you're my returning subscribers, thank you so much. I really appreciate your support. So today guys, I came with a very educative video. So on today's video we're going to talk about why Sunday is my best sales day. Yeah, as you can see guys, I came with my notebook. So guys, let's go straight to the video. So point number one, I'm going to talk about more customers are free to shop. Yeah, hapo ndo unaona kuwa customers wengi huwa wako free on Sunday. Yeah, Sunday ni siku yenye watu wako free, watoto wa shule waende shuleni, watu wamerelax, wametulia. So inakuwa ni rahisi kwako kufanya biashara Jumapili ukikompea na siku zingine. Kwa sababu siku zingine unapata kuwa watu wako mbioni kwenda kazini, wengine wako mbioni kwenda kutafuta riziki yao. So unapata kazi haikui vizuri kama on Sunday. Yeah. Tumeelewana mpaka hapo? Yeah, take your book, take your pen. Nikiongea siwaambii story. Focus. Umechukua kitabu? Umechukua kalamu? Sasa tunaenda point number 2. Good. Point number 2, less competition. Yeah, hapo unapata kuwa Sunday siku nyingi maduka zimefungwa. Maduka zikifungwa unapata kuwa competition iko very low. So inakupatia rahisi wewe kufanya biashara. Wewe mwenyewe chunguza hapo penye unaishi. Si unaona on Sunday watu wengi huwa wamefunga biashara? Yeah, si ndio? Watu wengi wakifunga biashara, wewe ukifungua unapata kuwa wale customers wao unawaleta kwako na wewe unaweza kuwauzia. Lakini wewe ukisema unafunga on Sunday kama wao, hakuna tofauti mtakuwa na yeye. Nyote mtakuwa sawa. Kwa hivyo ikimaanisha kuwa on Sunday competition iko very low kwa sababu watu wafungui. Mpaka hapo tumeelewana? Point number 1, nakukumbusha tena. Point number 1 nimesema more customers are free to shop. Wenye wajaandika andikeni. Point number 2, less competition. Tumeelewana? Now tuko point number 3. Good. Point number 3, high sales competition. High sales competition inamaanisha nini? Hapo unapata kuwa kama siku zingine za kazi una make sales kama za 2,000. Tuelewana? Kama za 2,000 utapata on Sunday, kwa sababu maduka nyingi zimefungwa. Unapata on Sunday unatengeneza double profit, ambapo kama ulikuwa unatengeneza 2,000 utapata unatengeneza 4,000 ama 6,000. Yeah. Nawaambia kulingana na my experience, kwa sababu mimi na deal na biashara and I know what I'm talking about. Sunday unapata sales ina shoot. Na kama wewe ni mwanabiashara utaweza kugundua sales zako za wiki hiyo nyingine kuanzia Monday to Friday or Monday to Saturday haitakuwa the same na Sunday. Sunday for real sales huwa zina shoot. Kwa sababu gani? Maduka zikifungwa watu wengi huwa wanakuja kupurchase hiyo siku, alafu watu wengi wako free. So unapata sales zako zina multiply. Ndio maana mimi nakwambia on Sunday, yani kama kuna siku watakupumzika, please. Na kama unataka biashara yako ikuwe vizuri, on Sunday usifunge biashara for your own good. On Sunday kama wewe ni mtu wa kwenda church, you just go to church, njoo uje ufungue, kwa sababu you will thank me later. Okay? So hiyo tumeongelea ni point hiyo ya tumemaliza, si ndio? Hiyo ya less competition tumemaliza. Tuenda tuende kwa higher sales opportunity. Nishamaliza hiyo number 3, nimwambia. So number 4 tunaenda build customer loyalty. Hapa una maneno. Hey. So guys, hapa ndo unapata build customer loyalty. Kwa sababu customers wako washakugundua wewe on Sunday huwa uko open. Sasa usije ukafunga kwa sababu kuna customer hali amegundua ile duka yangu nikienda on Sunday nitapata duka yangu iko open.
Na kwa sababu sasa customers wamekugundua, lazima uweke hiyo loyalty yao. Acha nikwambie, kuwa mwaminifu si kitu rahisi. Na customer kuja kukuamini si kitu rahisi. So usione kufungua biashara ni kitu rahisi. Lazima uketi chini vizuri, andika vitu zako vizuri, kwa sababu ule customer kuja kukuamini, uaminifu haikuji kirahisi. So jiangalie sana kama mwanabiashara, jiangalie sana. Good. So tushamaliza hapo kwa build customer loyalty. Number 5, emergency purchase. Acha hapa sasa, hapa ndo kuna maneno. Hapa kwanza, emergency huwa sana sana kwa wasichana. Kama una deal na boutique ama cosmetic vitu za wasichana, wasichana siku zote ndio huwa wako na emergency. Kwa sababu gani? For example, acha niwaambie story kiasi. Kuna time nilikuwa niko kwa biashara. So niko kwa biashara, nikapata customers wengine waliingia wawili, they were couples. Kitu kama saa ngapi? Ilikuwa kitu around saa 4 za usiku. Time yenye mimi nimefanya nifunge job na hao ndo akaingia na motorbike. So unapata kuwa yule msichana akaniambia kesho ako na birthday na hajanunua nguo, hajanunua viatu, ana perfume, hata ajui atasongwa nini. So guys, hapo sasa mimi ndo nikachukua advantage. Hapo ndo nilichukua advantage ya kuweza kuchukua sasa zile vitu nikimuonyesha. Guys, guess what? Hiyo time kidogo tu, hiyo saa 4 niliweza kumake, ilikuwa less than 10,000 Kenya shillings. Yeah. Kwa sababu alichukua nguo, alichukua viatu, perfume. Hiyo ndio maanisha emergency. Yani alikuwa na emergency because kesho ilikuwa birthday yake na alikuwa na chochote. So wanapo kwa emergency purchase hapo, ndo lazima wewe pia ukulie. Kama mwanabiashara lazima ukulie hapo. Ukiona mtu ako na emergency purchase hapo, afu ukulie, kwa sababu wewe unamuonyesha vitu zenye yeye mwenyewe angependa. So unaelewa? I think unanielewa vizuri hapo kwa emergency cause. Ama sometimes, let me tell you, sometimes unapata mtu labda ana travel next week na hajanunua maybe suitcase, hajanunua maybe nguo za kutravel, maybe viatu za kutravel hajanunua. So hapo ndo unapata huyo mtu ako na emergency. Sasa wewe unafanya nini? Ukiona mtu kama huyo, sasa wewe mtolee vitu zenye anahitaji, kwa sababu tayari tangu kuja kwa duka lako alikuwa ashakwambia anataka kuenda wapi. So which means huyo customer alikuwa na emergency, amekuja kwa duka lako. Sasa kwa sababu umefungwa on Sunday ukamnasa. Guys, hao watu na lazima wanase, si uongo guys, wanase. Pesa si rahisi kupata. Let me tell you my friend, si rahisi. Kama kuna mtu amekwambia pesa ni rahisi kupata, huyo mtu amekudanganya. So guys, I think hapo mmenielewa vizuri. Ama niongezee moja ya mwisho. So guys, moja ya mwisho nitakwambia ni grow your brand. Guys, grow your brand. This unapata hapo kama on Sunday, ukifungua on Sunday, unaona venye sales zina increase. Every now and then sales zina increase, unaongezeka. Hapo ndo unapata brand yako inapanuka. Alafu nisikwambie kitu kingine, just a secret, acha nikwambie. Waona ukifungua pia biashara, post vitu zako. There is a lot of social media platform where you can post your stuffs na watu wakakuja wakanunua. Yeah, and be consistent. Kitu ona kama umeamua kufanya kitu, fanya kitu umejitolea mwenyewe kutoka kwa moyo wako. Acha nikwambie, amua kitu umeifanya, acha uifanye kutoka kwa moyo wako. Unapata hapo brand yako inakuwa kubwa. Acha niwaambie, for example, mimi nikifungua biashara. Nikifungua na biashara ilikuwa sina vitu kwa biashara for real. Kwa sababu nikimagine nilikuwa na 300,000 nikifungua only 300,000.
Hiyo 300,000 ndio ilikuwa niweke shelves kwa duka, ndio ilikuwa ninunue vitu, ndio ilikuwa nilipe license, na ndio ilikuwa nilipe duka, kwa sababu ukifungua duka haimaanishi utaanza kupata profit. That's a lie. Ukifungua duka kwanza, eka rent ya hiyo duka kama ya miezi 8 ama 7 ama even hata mwaka, kwa sababu kama mimi nililipa rent kwa miezi 8. Angalia hapo. Miezi 8 wewe, yani wewe unatoa pesa yako kutoka mahali ukilipa rent. Yaani unalipa tu mwenye duka lake na haujapata profit yoyote. Si unaona? Hiyo ikimaanisha kabla hujafungua biashara, keti chini mwanzo. Angalia uko na pesa ngapi. Angalia vitu zenye unataka kwa hiyo biashara. Alafu kitu yenye naweza waambia, don't lose hope. Usivunjike moyo. Biashara haitaki watu wa kuvunjika moyo, kwa sababu biashara ni ngumu. For real. Biashara ni ngumu. So lazima wewe mwenyewe ujitolee kwa moyo wako. Ujue kuwa leo unaweza make sales well and good, and you'll appreciate God for that thing. Ukimake sales shukuru. Usipo make sales shukuru. Watu wengine, acha niwaambie, watu wengi kwa biashara hamna uvumilivu. That's true. Uvumilivu wa hamna. Like wewe kitu yenye umeka kwa akili ni ufungue biashara leo, kesho kuwe millionaire. Who does that? Who does that? Yaani wewe watatu kuibuka ghafla, watakuanza kushindana na mamilionea na mabilionea ghafla. Hiyo pesa itatoka wapi for real? Tuambieni tu ukweli, hiyo pesa itatoka wapi? So lazima uvumilie, ujikuze katika biashara. Biashara ni kujikuza pole pole na ni step by step. Ni kama mtoto akizaliwa. Mtoto azaliwi leo akaanza kukimbia. No. Anataka step. You make a step. Sasa hiyo ndo biashara ilivyo. Make a step. Pole pole. Pole pole ndio mwendo. So, watu wangu wa biashara, kuwa mvumilivu and be consistent. Itakusaidia sana kwa biashara yako. So guys, acheni niwaeleze sasa point zote, niwasome point zote. Kama hujaandika, make sure umeandika, alafu pia fuatilizia hii video vizuri venye inatakikana. Sawa, najua umewatch hii video, watch tena na tena na tena. Point number 1 nimesema more customers are free to shop. Hiyo mmeandika, si ndio? Point number 2 nimesema less competition. Meandika? Good. Point number 3 nimeongelelea higher sales opportunities. Good. Hiyo meandika. Number 4 nimesema build customer loyalty. So umesikia nimekizungumzia? Good. Number 5 nimesema emergency purchases. Tumeelewana? Alafu ya mwisho nimeweza kuwaongezea. Hiyo nimewaongezea kwa sababu nawapenda. I love you guys. Ndio maana nimeongezea nikawaambia grow your brand. So guys, I really appreciate your support guys, and thank you very much for watching. Na kama ungependa kufungua biashara pia, this video was meant for you. Na pia hii video unaweza pia kushare na wenzako, marafiki, familia, pia wakaweza kujifunza mengi kwa hii video. Na in case pia kama ungependa niongelelee hizi video kadhaa, utaniambia kwa comment section. Feel free kunielezea yenye unataka mimi nizungumzie next. So guys, I hope mmejifunza kitu, and I'm here to help you. Guys, from my bottom of my heart, I say thank you so much for your support. Thank you for 200,000 subscribers. I really appreciate. Guys, see you on my next video. Love you.